ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Wewe ni shabiki wa Yanga na mpenzi wa Yanga, ni mwanachama wa Yanga. Leta maneno kwa ulivyoshuhudia mpira. Kwanza leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo umeanza salama, umeisha salama. Cha pili tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata matokeo magoli 4-0. Hii ndio Yanga tunayoitaka sisi, isiyo Yanga kupepea pepea. Chukua alama 3, mpige mtu nyingi. Bado kuna mtu ataingia kwenye mfumo vizuri. Bado wachezaji leo watoto ukakaa nyuma ndio waga atuchelewesha. Lakini na imani kuna siku mtu atachukua alama 3 na magoli zaidi ya 4. Timu yangu naona kidogo kwenye kipindi cha pili kidogo inashuka kidogo, lakini na imani tuongeza kasi kipindi cha pili tutapata matokeo zaidi katika mchezo unayokuja. Walikuwa wanamfananisha na Dumbia, hatimaye Peter Shalulile ameongeza kwenye kalamu yake ya magoli, ameweka chuma ya pili ile. Walomfananisha Shalulile na Dumbia, ipo sio unajua kusema hii ligi dhaifu, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaona anakupa kila kitu, anakupa mikimbio mizuri, ana touch mzuri, mwisho wa siku magoli anakuja. Tumeona mjiposition vizuri, au batukanganda katia kwenye maeneo ka press, goli safi kabisa. Mimi imani yangu na mchezaji ambaye ana quality kubwa kwenye ligi ya Tanzania katika mazingira ya forward ambayo tuliokuwa nao. Waache washindanishe, lakini majibu kwenye mioyo wanayo wenyewe. Wameanza kupiga chafya kwa mwenendo huu wa Yanga. Kuna siku wanaamini kabisa ni kuna mtu atakula nyingi. Imani ndio iko hivyo. Kama mtu dakika 5 anachukua goli 3, na maana kipindi cha pili tukiongeza juhudi, kuna siku ndio atafungwa 7. Unajua nikwambie, huo ndio kweli. Timu ya Yanga Afrika sasa hivi kwa ligi ya Tanzania sio level yetu. Ni level ambayo tushavuka. Na ndio unakuta hata watani wanajua kabisa kwamba hii Yanga Afrika kwa msimu unaokuja anachukua ubingwa tena. Unajua kilichokuwa sasa hivi ni kuongea tu, ni ushabiki. Lakini ukiangalia Yanga inavyocheza, ukiangalia Yanga jinsi uongozi ulivyotulia, ni timu ambayo inakupa kila kitu. Kwa ligi yetu, haina ligi yetu ilivyo, timu za kati kila siku zitafungwa tu. Tunasubiri hao wanaojiona kwamba wana timu nzuri ili tujue waonyesha kwamba sisi tuna timu bora kuliko wao. Msimu huu ni wazi, na kwa mwenendo huu ambao JKT Tanzania amekutana nao, na kuna mwingine anaenda kukutana nao kama huu. Unajua tunajua na Pamba, hizi timu za saizi ya kati kwa huu wakati uliokuwa nao na Yanga Afrika ilivyo, kila timu itafungwa tu. Yaani itafungwa tu. Magoli yatazidiana. Tumeanza na 3, tukaja na 4, tumekuja na 4. Bado kuna atafuta kwenye mfumo, atakuja kuchukua mtu goli 7. Mimi nakwambia, chukua maneno yangu. Kuna siku mtu atakuja kuchukua goli 7. Kwa sababu kila siku timu inazidi kuongezeka kitu. Inazidi kuongezeka kitu. Imani yangu kwamba ni msimu ambao sisi mwaka huu hatutakuwa na pressure yoyote, kwa sababu inatuonyesha kwamba timu ambazo zilikuwepo ni za kawaida mno. Kweli mchezo wa mpira unadunda, lakini sio kwenye maji. Unaona moja kwa moja timu ambazo zinakuja, unaona kabisa hii timu inafungwa, haina kikosi. Hata Yanga wanafanya home up, unaona kabisa Yanga ni timu kubwa kuliko timu ambayo anacheza nayo. Kwa hiyo tukubali tu kwamba hii mwakani tena ambapo bosi wetu ameleta, alimaanisha sababu haina kikosi ambacho alichokiandaa. Unaona moja kwa moja ameandaa kikosi kweli cha kuchukua ubingwa wa Tanzania na kwenda kufanya vizuri mashindano ya kimataifa kwa ubingwa barani Afrika. Kocha ameonekana kabisa akichukizwa na mipira ya kurudisha nyuma, ameonekana afurahi nayo kabisa. Ndio maana kwamba kuna siku ndio tutafungwa 7, kwa sababu mwalimu anaonyesha kwamba yeye hataki kulizika na kitu ambacho kipo mbele yake. Akimwona mchezaji anacheza kurudisha pasi nyuma, yeye mwenyewe apendezewi, anapenda timu direct moja kwa moja iende mbele. Na mbele ndio kwenye magoli. Uwezo kucheza nyuma ukapata twende mbele ukatafuta magoli. Na maana mwalimu naye pia apendi magoli machache, anataka magoli mengi. Yaani akiwa kwenye benchi la ufundi anafurahia magoli. Timu bora ambayo inafunga magoli sio inacheza bila kuwa na faida. Mipira nyuma nyingi inakuwa inachezwa bila kuwa na faida yote. Mwisho wa siku mnafanya makosa. Kama lile kosa ambalo tulifanya lile Diala mmoja kusevu, mwisho wa siku kwa tunafungwa, tunapoteza clean sheet ya kwanza. Kwa hiyo maana yangu wachezaji kila siku watakuwa wanaendelea mwalimu, kwa mwalimu hahitaji mipira ya kulishorisha nyuma. Ataka mipira yote ya Yanga iende mbele. Mbele ndio kuna kupatikana mazao. Shashaman ameonekana kufunga goli, lakini amekuja akakosa goli la wazi kabisa. Lila hajakosa. Kwa mujibu wa Fadi amepiga on target, kipa akacheza ya pili na amepress imeenda mpira nje. Na maana bila kuwa na kipa goli si goli, ndio target ile. Wote wanasema sasa amekosa. Msifie kipa ambaye yupo golini, alikwenda na wakati na ule mpira akaenda kuuokoa. Mimi imani yangu mchi hii Fadi bora ni Peter Shalulile, alafu wengine wanakuja kufuatia. Kama utaki utakuja, yaani uwezo ukakaa wewe shabiki wa mpira eti ukasema Dumbia umfanyisha na Shalulile. Shalulile ni mchezaji mkubwa ambaye South Africa amechukua vikombe vyote. Ni mchezaji ambaye amefunga ligi ile muda wote. Uwezo kumfanyisha Dumbia na Shalulile, yaani kitu moja ambacho ni cha ovyo. Lakini kwa sababu ya shabiki uwezi kumsifencha za Yanga, waache waponde, lakini mwisho wa siku majibu atakuja kuonekana katika mchezo ambao kila siku ninavyoendelea kucheza. Shetule ameonekana kuwa kama kuna nafasi kwake yeye imekuwa ngumu ya kulifumania goli, kuanza kusafisha nyota yake na yeye Shetule. Kwa sababu ukimzungumzia Shetule ni mtu ambaye kwamba amekuja na Fadi ambaye moja kwa moja mwalimu ni chaguo lake la kwanza.
Yaani Peter Shalulile Mangoba Ngiti ni mtu ambaye ameshakuwa ni chaguo lake la kwanza. Mangoba Ngiti, sawa? Ni chaguo lake la kwanza. Kama chaguo lake la kwanza, ina maana Shetu atakiwa mwisho wa siku, ipo siku atakuja kupata dakika 45 za kwanza na akacheza mpaka dakika 70 mpaka 60. Na atakuja kutuonyesha. Kwa sababu michezo bado iko mingi sana. Mimi imani yangu na Fuad ambao wawili wanatuonyesha. Bado Selemani Mwalimu hajaingia, Azizikia hajaingia, Dickson Jobu yuko benchi, Clement Zinze yuko benchi. Yaani timu ambayo unaiona ni timu ambayo imekamilika kila idara. Mimi imani yangu kwa kama alivyosema rais wa klabu, hatakuwa na pressure katika mchezo ambayo tunakwenda kuiendea ligi yetu. Ninachokwambia. Kocha ameonekana akiwapa nafasi, akiendelea kuwapa nafasi na kuwaamini vijana. Leo tumemshuhudia Sugar Boy akiwa uwanjani na Edmund John wakiingia uwanjani. Sugar Boy ni igizo la Kitanzania. Unajua hapa tukubali sisi mashabiki kwamba uwezi kumfanyisha Sugar Boy kama na Robert Kangwanda au Hussein Zokwane, vitu tofauti. Kwa hiyo wachezaji wale wakiingia tuwape support. Tuonyeshe kwamba tunaunga mkono kwa sababu mwisho wa siku Tanzania inahitaji wachezaji 12 wa kigeni. Wachezaji 12 wa kigeni lazima uangalie katika timu zetu za wazao wachezaji gani ambaye ana kitu. Ndio kama vile akina Sugar Boy na sio wachezaji ambao tutawapa majukumu makubwa. Wachezaji ambao wataingia mdogo huku umri wao ukizidi kuongezeka. Na maana mwalimu anawapa nafasi, ni kitu cha kushukuru kwa sababu anawapa nafasi za kucheza ili watuonyeshe mashabiki kwamba wana kitu. Sio kwamba wachezaji ambao watakuwa kwenye benchi muda wote, watu wapewe nafasi na sio mashabiki wa Yanga Afrika wakiwa na pesa wanapewa nafasi, tuunge mkono kwa niaba ya timu na kwa niaba ya wachezaji wetu wa kizawa. Pale wanapoperform vizuri, taifa letu linapata wachezaji ambao wanakwenda kusaidia nchi yetu. Neno la kumalizia, tumemwona mkongwe Salum Abubakar Sugar Boy akiingia dakika zake na yeye akiwa beba vijana. Yule kuna timu anacheza dakika 90. Ila Yanga imejaa tu. Lakini Sugar Boy kuna timu ambayo anacheza dakika 90. Sasa kama Chama anacheza dakika 90, kwa nini Sugar Boy acheze dakika 90? Wachezaji ambao wamecheza katika kariera hiyo moja, uwezo ambao unafanana, lakini kwa sababu Yanga imesheni wachezaji wenye quality kubwa, Sugar Boy na umri kidogo umemwacha, lakini Emana angalikuwa timu ile, kila siku angalikuwa anaanza. Huo ndio ukweli. Lakini ipo timu ambayo imejaa wachezaji na yeye yupo kama mkubwa, anapewa nafasi wachangamsha vijana. Tukiwa tunatafuta alama 3. Goli 11 sasa na wapo goli 11 na Yanga ipo juu kileleni. Hiyo ndo ukiona mtu kileleni juu Yanga hajacheza. Na ipo siku kwamba Yanga tutatangulia kucheza, hii Simba tutaiacha moja kwa moja, haitokaa kileleni. Nape tu nafasi hiyo watuambie mapema. Maana mwaka jana alikuwa analalamikia ratiba. Wanatangulizwa kucheza, alafu Yanga inafuata inakwenda kukaa kileleni. Je, huu msimu wako tayari? Twende na ratiba hivi ninavyosema. Wao wanacheza, sisi tunakuja kucheza, tunatoa kileleni. Kama hawataki waseme mapema. Sio mwisho wa ligi waje kulalamika. Wakati sasa hivi hawalalamiki. Mwisho wa ligi ndio kuambia TFF yatupangia sisi mechi kabla ya Yanga, watupangia matokeo. Huu ndio wakati wa kuja mbele, kuja kuzungumza ule nini wanachokihitaji. Kwa sababu toka ligi imeanza, wanaanza wao tunacheza sisi, wanaanza wao tunacheza sisi. Sasa waseme mapema. Je, wanaridhika na huu mwenendo? Kama walizika na huu mwenendo, basi watuambie. Itakuja baadaye ligi ishakengeuka wanakuja kulalamika. Sisi hatuhitaji, wazungumze mapema ili tuone uwezo wao. Je, wanataka tushindane au wataenda kwenye lama kila msimu? Yeah. Lakini umekiona kikosi chako, una neno la kuongezea zaidi? Kikosi cha Yanga akihitaji mazungumzo mengi kwa ligi yetu tulokuwa nayo. Unajua issue hapa kuna ligi ya Tanzania na ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi nadhani maswali haya magumu uje kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ni timu ambazo zinajua kushindana muda wote. Lakini kwa timu zinafanya katika mchezo mmoja nafanya makosa mpaka 5 mpaka 6. Yaani ni timu ambayo kwa sisi timu yetu ilipofikia. Sisi hata tuko kama Bayern Munich tu Ujerumani. Kila msimu Yanga bingwa, kila msimu Yanga bingwa, au wengine tunafuatia. Kwa sababu watengeza kikosi ambacho cha kuja kuichallenge Yanga. Yanga ina ubora mkubwa sana ukija kuiangalia. Kila eneo. Yaani ukiangalia kila eneo, ukiangalia muda Yanga inakuja kufanya warm up. Ukiangalia Yanga bado inaingia uwanjani. Ukiangalia Yanga kwenye benchi la ufundi. Yaani ni timu ambayo kwa ligi yetu Tanzania ina quality kubwa. Kwa hiyo timu zingine zote ziko nyuma yetu. Na ili Yanga isiwe bingwa, lazima tutengeze kikosi cha kuifanya Yanga Afrika iwe timu namba 2. Hizi timu ngine sijaziona za kuifanya Yanga namba 2. Au wewe mwandishi Yanga umeona kwa timu ambayo inakuja kuichallenge kwenye msimu? Kwa upande wangu sijaona, labda Simba. Lakini hapo wamehama uwanja wa Uhuru baada nyinyi kuhamia uwanja wa KMC na wao wamerudi kule Meja Isamuhyo. Sijajua kwa nini wamekwenda Meja Isamuhyo, kwa sababu nakumbuka mwaka jana mchezo ya mwisho walihama Isamuhyo wakatufanya sisi KMC. Sasa sijui washaona kwamba KMC kwao sio pazuri, hilo jukumu lao. Mwisho wa siku tucheze mpira, kila mmoja ashinde mechi zake, mwisho wa msimu utakuja kujua bingwa wa Tanzania ni nani. Hilo ndio nachokiona mimi bora. Wao waache wacheze, washinde mechi zao na sisi wacheze mechi zetu.
twende mwisho wa msimu tuje kuangalia nani ananyanyua kwapa zake. Labda lile jumba la dhahabu, lile jumba la maajabu wameshalichukua wao kule Meja Isamoyo. Lile jumba mkao gumu, lile jumba ukenda kwenye ile nyumba mkao unachukuliwa alama 5. Yaani hata kama utakwenda pale sasa twende tena lile jumba. Lile jumba aliendeke tena mkao alama 5 si mchezo. Kwa tutapambana hapo hapo. Kama watafanya madudu yao tutawaita viongozi wa shirikisho la mpira bana, hiki chumba kina madudu, lakini kwenda tena nyumba nyeupe uongo. Kwa jinsi kanuni ilivyowekwa uongo, huwezi kwenda nyumba nyeupe tena. Sababu kuna siku utakuja umeshinda mechi zako zote, umecheza mwisho unanyang'anywa alama 5. Sasa alama 5 zishafungwa mechi 2 hizo. Kitu ambacho tuwezi kukifanya katika msimu huu. Shukrani sana. Asante sana.